Unajua ni kwa nini wagonjwa wengi wa kisukari ambao wanafanya kazi za maofisini au ambao kipato chao ni kikubwa inakuwa ni ngumu sana kuweza kupona changamoto za kisukari? Ukweli ni kwamba leo nitakutajia sababu mbili ambazo zinapelekea hali hii. Na sababu ya kwanza ni fast food. Watu wengi wa maofisini wanapenda vyakula vya haraka kiasi cha kwamba anapenda vile vyakula ambavyo tayari vimeshaandaliwa haraka haraka. Yaani sio mtu ambaye anakuwa anafuatilia sana diet. Sasa hali hii inampelekea anakuwa anatumia vyakula ambavyo vinaweza vikamuongezea sukari katika damu, vinaweza vikamuongezea mafuta mabaya, na ndio maana pressure na kisukari ni vitu ambavyo vinakuwa vinamuandama huyu mtu. Lakini jambo la pili ni anakosa muda wa kuweza kufanya mazoezi walau kwa muda mchache tu. Hata mazoezi mepesi anashindwa kuweza kuyafanya. Kwa sababu hizi mbili zinampelekea mtu ambaye yuko maofisini ni ngumu sana kuweza kupona changamoto za kisukari. Sasa nini ufanye ili uhakikishe kwamba unajaribu kuweza kutatua ama kudhibiti kiwango chako cha sukari? Ikiwa ni wewe, fanya mambo haya mawili pia. Jambo la kwanza, tumia vyakula ambavyo ni sahihi, kwa maana mpangilio wa vyakula vyako sasa ukiwa ofisini viwe vimetawaliwa sana na mboga za majani pamoja na protini. Lakini jambo la pili, pata muda walau dakika 5, dakika 10 unapokuwa umekaa walau lisali moja. Amka, tembea walau dakika 5 ili uweze kupata ule uafadhali wa maana mwili wako kuweza kutumia sukari. Lakini pia huu mtindo huo unaufanya pia bali ambapo unakuwa tayari umeshamaliza kula, itakusaidia sukari yako isiyo inapanda mara kwa mara. Ikiwa ni wewe, fuata ushauri huo, inaweza kukusaidia. Share video hii kwa watu wengi sana, hasa watu maofisini pia na waweze kupata tips hizi. Lakini pia usisahau kuweza kufollow account yangu kwa Mizani ili uweze kujielimisha kuhusiana na changamoto za kisukari.